yote mama Michael? Hapana, sio kwamba fulani baadaye anakuwa tu vizuri na maisha mengine yanaendelea, lakini pia changamoto hizo za watoto zimekuwa sana. Sasa ni wajibu wa wazazi nao waache kuwafungia sana watoto, waache kuwaelekeza kuangalia hizo katuni, movie muda wote. Mtoto anajua kuchambua movie na vipindi vyote kuliko mtu mzima. Kwa hiyo wawajali, wawafundishe, wawapangie muda angalau dakika 20 mpaka 30 anakuwa anaangalia hizo movie katuni. Wazazi wengine wanawapa watoto wao simu. Utakuta kitu cha kumbembelezea mtoto ni simu. Muda wote mtoto yuko na simu tu. Anacheza game, anatoka huku anaenda huku, kitu ambacho sio. Kwa hiyo inabidi yeye kwa pati yake aweze kujali ukuaji wa mtoto wake na kumlea katika maadili sahihi na kumpa kiasi kwa kila kitu, hasa kinachohusianisha na macho yake. Lakini vile vile kama mtoto akimlalamikia lalamiko lolote, asichukulie poa. Amchukue, ampeleke kituoni, aonane na wataalamu na ataweza kusaidika. Yes. Haya, ni saa 3:56. Nini wito wako Dr. Msigaro tunapoelekea ukingoni? Okay, wito wangu kwa watu wote, kwa jamii nzima, ni kwamba watu wawe na utaratibu wa kufanya uchunguzi wa afya yao. Yes, afya kwa ujumla, ikiwemo pia na afya ya macho. Na pindi wanaposikia matangazo kwamba kuna huduma zinatolewa, aidha zinawafadhili au ni mpango wa serikali umeandaa jamii iweze kusaidika, wasiache kujitokeza kwa dhana zile potofu. Wajitokeze kwa wingi waweze kusaidika, kwa sababu lengo la serikali ni kuwasaidia wananchi, na lengo la wadau wanadhamini kabisa ni kuweza kumsaidia wananchi aweze kuondokana na changamoto ya afya ya macho na hata zile changamoto zingine. Kwa hiyo wasichukulie poa, waweze kujitokeza, na hasa hivi wiki inayokuja kuna hiyo kliniki tembezi ambayo itafanyika Mpunguzi. Niweze kuwakaribisha sana wafike. Ni tarehe 26 mpaka tarehe 30 ya mwezi huu wa 8. Kituo ni zahanati ya Mpunguzi. Wanakaribishwa sana wanajamii wote. Haya, moja la mwisho.